الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيا إخوة في الإيمان والإسلام أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أما بعد. Ama ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema za amani si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu katika imani na wale wapenzi wanaopenda kufuatilia mambo ya khair na kujua sidqa, leo ukweli qad dhalla, ukweli umepotea, kwa sababu Mtume asema inna sidqa yahdi ila albirra, hakika ya wema, hakika ya ukweli humpelekea mtu kuwa mwema, na mtu hatoacha kuwa mkweli hata yuktaba inda Allahi sadiqan, mpaka ataandikwa mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu huyu ni mkweli. Ndugu yangu, tunafeli wapi? Tunashindwa wapi kwenye sentensi ya kusema ukweli tu? Sentensi kusema ukweli tu tunashindwa. Leo ukimpigia mtu simu, halo, uko wapi? Niko Dar es Salaam bana leo. Dar es Salaam umeenda lini? Sheni mondoka leo. Kumbe yupo mazingira hayo hayo. Na hakika ya uongo humpelekea katika uovu, na mtu hatoacha kuwa muovu kwa sababu ya kusema urongo, na uongo humpelekea mtu katika uovu, na mtu hatoacha kuwa muongo mpaka ataandikwa mbele ya Allah tabaraka wa taala mtu huyu ni muongo. Sasa angalia ndoa leo zinazokufa. Mtu anamwambia mwanamke, nina kitanda kizuri, na godoro zuri, na nyumba, na kila kitu mimi. Lengo amzawiji, akishamuoa sasa, kwa sababu fikra zake zimejua moja kwa moja kwamba huyu mtu ana hivi vitu, nikifika nitashikwa raha, nitastarehe, nitaenjoy. Mtihani sasa unafika, ile ndoa inakufa kwa sababu ule bwana kazungumza uongo, kadanganya mwanamke, anafika vile vitu hakuna. Kama hakuna, sababu zinaanzia hapo. Qulil haqa wa in kana murra, sema kweli huna. Zungumza ukweli, uhalisia. Tuishi katika uhalisia, kwa sababu tukiishi katika uhalisia tutapata mafanikio, maana yake tutakuwa wa kweli. Lakini sisi tunaishi katika urongo, ndio maana kila kitu kinaharibika. Kila jambo linaharibika kwa sababu ya uongo. Maswali ya kujiuliza sasa. Swali la kwanza, jiulize, ukizungumza uongo unapata nini? Swali la pili, je, hapa duniani utaishi milele? Swali la tatu, kama unamdanganya mtu kwa maslahi yako, je, yatadumu milele? Na je, ukikutana na Mola wako ambaye ni Allah tabaraka wa taala, utamwambia nini? Ndugu zangu, ujiepushe na uongo, kwa sababu ndio chanzo cha madhara yote yanotokea. Uongo ni hatari kubwa sana ndugu zangu. Kama tutachunguza sababu ya watu kufarikiana, watu kugombana, watu kupigana, ni urongo tu. Watu kudhulumiana ni urongo tu. Na hili ni dhara kubwa sana. Mwenyezi Mungu atuepushe nalo. Pia tutafikisha biidhnillah tabaraka wa taala mambo ya msingi
limadha matat qulub, kwa nini nyoyo zimekufa. Sasa utakuja kuangalia kwamba kwa nini mioyo wanadamu wengi mioyo yao imekufa. Kinachopelekea mpaka mioyo wanadamu kufa manake kuwa mioyo ya kikatili. Sababu ni nini? Mtu anamuua mwenzake, anamdhulumu mwenzake, anamtapeli mwenzake, anamwibia mwenzake. Sasa tutakuja kuangalia sababu ni nini za kufa kwa mioyo ya wanadamu. Mwenyezi Mungu atuepushe katika hilo, na pia tusichoke kufuatilia chaneli yetu Chimbuko la Mazuri, na mazuri yatakuja biidhnillah tabaraka wa taala. Mwanzo albidaya, mwanzo tunafahamu. Kwa hiyo khairul kalami ma kalla wa dhalla, ikhwata fil imani.